Kwa jina naitwa Boychidu na ni mtangazaji wa Boychidu TV. Leo moja kwa moja niko na Musa Mwasenga, mzee wa TikTok. Kwa wale wa Kenya, ndugu zangu wa Kenya, wa Tanzania pia kwa jumla na nchi zingine, nafikiri mnamfahamu kwenye maombezi yake. Ni mtu ambaye anakiwasha sana. Ukitaka kuombewa na baraka nyingi ziwe juu yako, usisite kufika katika chaneli yake ya Musa Mwasenga. Anapatikana katika Facebook, TikTok, social media yote anapatikana kwa jina moja, sio hivyo bro? Yeah. So kama unataka ukuze pia account ya TikTok, muone Musa Mwasenga. Moja kwa moja niruhusu mada yetu ya leo ni kwamba ni mwimbaji mzuri, lakini pia ni mtu ambaye ana kitu fulani ambacho mimi sitaweza kueleza. Brother, ungeanza majina yako matatu watu waweze kufahamu zaidi. Kwa majina yangu mimi naitwa Musa Mwasenga, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ninapatikana mitandao yote ya kijamii. Brother Musa Mwasenga, nimekuwa ni mtu wa mshabiki wako namba moja, ambaye nimepita kwenye mitandao mingi nikikuta mkijadili mambo ya Mungu. Ningependa kujua Mungu amekutendea nini ambacho kila siku unasifu jina lake kila siku? Kwanza binafsi naweza nikasema kitu kilichonifanyia Mungu ni vitu vingi sana, lakini kikubwa zaidi kuliko vyote ni uzima na uhai alionipa, na pia na afya nilionayo kwa sasa hivi. Okay. Labda wale watazamaji wanaofuatilia chaneli zako unawaeleza nini hasa wategemee kuona nini kesho kupitia wewe? Wategemee kuona vitu vizuri zaidi, vitu ambavyo vitawabariki, vitu ambavyo vitafundisha, watafundisha mazingira ya maisha, kama hii nyimbo ambayo nimeenda sana kwenye mitandao ya kijamii inaitwa Mke Wangu Nakupenda. So natamani pia wanandoa wengi pia ndoa zao zikae kwenye mstari. Unajua ndoa nyingi zina changamoto sana. So natamani ndoa nyingi zikae kwenye mstari. Okay. Baraka zetu tumeona ndoa nyingi zina changamoto, lakini pia na wewe uko kwenye ndoa. Changamoto ambazo zinapatikana, nafikiri ni kwa sababu watu wanakosa nini? Maombi. Kila kitu kinakuja kwa maombi. Sasa unawashauri nini hawa ambao bado hawajajua nini maana ya maombi? Mimi binafsi naweza nikasema muombe sana Mungu. Najua ndoa zinapingwa na shetani, ndio kama hivi unavyoona pia watu wanatamani ndoa za jinsia moja na nini. Kuna mtu ambaye ameoa na ana mke nyumbani, ana familia, anajenga familia. So ndoa hizo lazima zipigwe vita sana na shetani. Iko kwa hiyo naweza nikasema pia wanandoa wengi pia tuweke maombi kwenye ndoa zetu, tuombee waume zetu, tuombee wake zetu. So hivyo Okay, na wakitaka kukupata, labda mtu anataka kutoa nyimbo, anakupata kwa njia zipi? Yaani unapatikana wapi na ni mwenyeji wa wapi, mkazi wa wapi, na mawasiliano yako ni yapi? Mimi napatikana Tunduma, mkoa wa Songwe. Niko mpakani kabisa mwa Zambia na Tanzania, hapa Tunduma. Lakini vile vile ukitaka kufanya huduma ya uimbaji pamoja na mimi pia inawezekana. Namba zangu za simu pia nitazitaja hapo baadaye tukishamaliza mazungumzo. Nitazitaja namba zangu za simu ambazo zinapatikana masaa 24, lakini vile vile hata zile ambazo ziko pale TikTok pia nimeziweka pale TikTok. Mtu akiingia anaweza akachukua, na zenyewe pia zinapatikana masaa 24. Nimeona mara kadhaa watu wa Kenya wanakufuatilia sana kwenye live zako na wanapenda kitu unachokifanya, na pia hata Wabongo sasa hivi wameanza kukuelewa. Hicho kitu bwana, nimeconfirm. Siku moja nilipita nilipenda unachokifanya, lakini lengo na nia ni kwamba jaribu kutengeneza watu ambao wana hali kama ya kwako, wasijione ni wapweke, kwamba huenda wanadharaulika na nini na kutokupenda. Ushauri au nasaha ambao unaweza ukauacha kuhusiana na watu ambao wana hali kama ya kwako ni upi? Ungeshare watu wajifunze. Mimi naweza nikasema kwanza mtu ajiamini. Unajua mtu akijiamini
kila kitu kinawezekana. So hata mimi mpaka nimefika hapa na ni kujiamini pia mpaka kupata mke na watoto wawili, so ni kujiamini na kujiona kama na wewe ni mtu mwingine. Usijione kwa madhaifu yako pia ulionayo. Unaonekana kama ni mtu ambaye hueleweki, lakini kishoto ni kwamba ni mtu ambaye unastahili kwamba kufundisha jamii ni namna gani wafanye. Unajua watu wa namna kama ya kwangu hii, Mungu ametuleta duniani kwa ajili ya pia ya kuishi pia kama watu wengine. So tusijidharau, tusijishushe wala tusijibeze kwamba sisi hamna kitu, lakini Mungu ametuamini jinsi hivi tulivyo. So ni kumtegemea sana Mungu na kumuomba Mungu tuonyeshe njia sahihi ya kupita. Yeah, amen. Amen. Nafikiri hilo limeeleweka, ndugu mtazamaji wa kipindi chetu, ni kwamba watu wanaopitia changamoto kama Musa Mwasenga wasijione wapweke, ni watu kama sisi. Wapo kwa sababu ya watu tujifunze kwamba leo unaweza kuwa salama, kesho sio ukawa kilema, na pia wengine wanazaliwa na ulemavu na wengine wanapata ulemavu kipindi cha ukuaji. Kwa hiyo na tunashauri kwamba tusitengane wala tusijielezane, lakini pia tusiogopane wala tusiogope vile tulivyo. Yote ni mipango ya Mungu anakuwa ameiweka kwa ajili ya watu wengine pia kujifunza. Lengo la nia tujifunze kupitia Bwana Musa Mwasenga, lakini pia tusisahau kuwasapoti ndugu zetu kama hawa, kuwasapoti na pia kuwashika mkono anapokuwa na jambo lake. Ni watu wepesi kuwashika mkono. Lingine ambalo nalijua kupitia hili ni kwamba hawa watu bana wanafanya kazi kuliko hata wewe mtu ambaye umekamilika. Wanafanya kazi vizuri. Ukimpa kitu anakifanya kazi kwa upendo wote na kwa kujiamini kabisa, na kazi zinakuwa zinaenda vizuri. Sio hivyo bro? Yeah. Nategemea unafanya kazi naonaga unafanya na ujinga, na kipindi ulikuwa unauza tu vitu na nini. Mungu aendelee kukupigania. Natamani siku moja nikutane na wewe unakuwa kwenye duka lako kubwa. Yani kitu ambacho natamani mimi binafsi pia niwe na eneo langu. So unajua kwa changamoto tulizonazo na hali ya Tunduma hapa, natakiwa uwe mpambanaji. Ukiwa mpambanaji kidogo angalau inakuwa at least napata 200 mpaka 400. Kwa hiyo kwenda kutega sahani barabarani na kuanza kuomba inashusha thamani sana. Maana walemavu wengi wao wanadharaulika kwa sababu kiacha kwa mtu ni mtu mwenye ulemavu anatumia ile chance kuomba anajidekeza pia. Nadhani mimi nikasema anajidekeza kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kijamii. So kwa sababu kama rais wetu pia ametoa asilimia 2 ya mikopo, kwa anaweza akaenda akakopa mikopo, lakini vile vile akapata hizo mikopo akafungua duka lake akawa anapiganisha maisha yake. Na ikitokea mzalendo mwema tu kwa akajitokeza tu kukupa labda kushika mkono kufungulia biashara yako bana mzee, sasa hivi doli lako ili kuuza kuzurura na basikeli yako, utamwambia nini? Guys, kwa hapo kwa kweli hakuna neno zuri ambalo naweza nikamwambia zaidi ya kusema asante, kwa sababu asante haina cha kuongezea wala kupunguza. Mtu akijitokeza mtu wa namna hiyo pia anaweza akawa amenisupport pakubwa sana kuliko nilivyo sana, sababu pia watu wakubwa pia ambao natamani. Unajua ukiona sehemu yako ambayo unajua unaamka asubuhi na uhakika kwenda kupata 200 300, so tofauti na ile sehemu ambapo unaenda kubahatisha. Unajua tunavyozungusha labda biashara zetu tunauza hiyo, tunaenda kubahatisha. Ukimrudisha mtu asante. Unajua mtu pia anaweza akapita amekipenda kitu lakini anaweza asipende kitu. Lakini kama ukiwa na sehemu yako unajua mtu anakufuata mwenyewe kwamba natamani kitu fulani, natamani ngoja nikaende kwenye duka la mtu fulani. So nikipata eneo ambalo nitatulia nitamshukuru sana Mungu. Bwana Musa, lakini nimesahau kitu kimoja. Wewe sasa hivi ni baba wa familia na watoto na una mke, si ndio? Kuna siku ambayo waza ifike mahali pambane au ushike mkono ujenge nyumba yako, ukae na familia yako. Hujaiwaza hichi kitu katika maisha yako? Nawaza, ndio kitu ambacho kwa hata sasa ninapoongea na wewe pia kipo kwenye mawazo sana. Nawaza ni namna gani naweza nikapata, kwa sababu pia hata viwanja hapa mjini kwetu Tunduma, viwanja vipo gari kidogo
Najua unaelewa. Ya viwanja vipo gari kidogo, kwa natamani pia nipata eneo la kiwanja ambapo naweza nikajenga angalau kanyumba ka kukaa mimi na watoto wangu pamoja na mke wangu. Itakuwa ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Yeah, of course. Lakini matamanio yako ilikuwa na nini ili uishi na familia, sio hivyo? Yeah. Unaishi njia zipi sahihi ambazo zinaweza zikafanya wewe ukapata hiyo nyumba kwa hali ulionayo? Yeah, njia sahihi ya kupata naweza nikasema pia ni kumwomba Mungu sana, lakini vile na kujishughulisha kwenye kazi zangu za kila siku. Yaani kuongeza bidii, lakini vile na kujiwekeza bidii inaweza ikafika. Serikali ya Tanzania kwa watu kama nyie umeona msaada gani ambao kuna siku nasema serikali inatukumbuka sisi watu wenye hali kama hii? Ya, ni kweli. Ya, mimi hapa pia naweza nikasema pia nimewahi kupata msaada wa aina mbalimbali, lakini msaada ambao nimepata mkopo wa halmashauri, vile nimepata hata mitungi ya gesi za wakati kile kipindi cha Mwenge ya mitungi ya gesi, pia nilipata msaada wa mitungi ya gesi pamoja na picha juu yake. Kwa ndio vitu ambavyo nimepata kwa serikali. Sina kingine ambacho naweza kusema nimepata kwa serikali kikubwa zaidi ya hivyo. Hivyo ni vitu vikubwa ambavyo nimefaidika kwa serikali ya. Ni maono yako kwa serikali haswa, ili jambo lako liweze kutimia, ungeacha ombi gani kwa serikali ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu, Rais wa Tanzania? Ombi langu kubwa kwa serikali yangu ya Tanzania, naweza nikasema pia itushike mkono sana hata sisi pia, lakini vile vile ombi langu lingine kubwa, kama wanaweza wakuguswa, niseme naomba pia Mungu aseme nao wanisapoti kitu ambacho kinaitwa nyumba. Natamani sana nyumba ya kuishi. Mpaka sasa hivi unaishi nyumba ya kupanga? Yeah, of course. Na vipi mpangaji anakudai kodi? Yeah, sasa si ni haki yake ile, lazima madai muda wake ukifika anadai kodi yake. Kuna siku maipitia changamoto kodi imeisha afu na kitu. Kuna siku maipitia changamoto? Yeah, of course. Imenikuta mara nyingi sana. Tarehe zimewadia, pesa huna na hauna uhakika wa kupata hiyo pesa. Changamoto hizo zipo. Msaada ambao unauonaga haraka ikifika siku ya kudaiwa kodi, unauonaga watu baki au serikali inapenyaga kukusaidia? Mimi naweza nikasema naonaga watu baki, kwa sababu pia sina kiongozi mkubwa ambaye ninafahamiana naye kwa ukanda huu wa Songwe. Mimi nafahamiana tu na wale wafanyakazi wa serikali, wale ambao wameajiriwa, maafisa ama agent tunaofisha ndio wale ambao mimi nafahamiana nao. So nikipata changamoto kama hiyo, na mara nyingi naenda kuwaeleza na wananisupport pia. Mara kadhaa maagenti, mawakala wa forodha, clearing agent ni watu ambao ni watu wa kusaidia sana watu. Hilo nalijua. Mimi narudi kwa serikali yetu ya Tanzania, kwa hali ya mlionayo, mimi kama mwandishi wa habari nikuombee tu kwa serikali ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu mtazamaji wa kipindi chetu cha Boychick TV, napenda niongee kwa niaba ya walemavu wote na wenye shida mbalimbali. Niseme hivi, kwa nchi yetu ya Tanzania, watu wa kupata kipaumbele haswa ni watu kama hawa. Watu kama hawa si watu wa kusahau sana. Angalia brother hapa ametulia, ana watoto wawili na ana mke, na bado anaishi kwenye nyumba ya kupanga. Msaada wake ni kwamba ni mara chache sana kujitokeza pasipo yeye kupambana. Hivyo niombe serikali yetu ya Tanzania iwakumbuke sana watu wenye hali kama hii. Brother ametoa maelekezo yake, hata akipata chumba na sebule, as long as ni mkanyumba kake, ataishukuru sana serikali na pia atawashukuru wale ambao wamechangia. Baada ya kusema hivyo, ni niseme tu brother, ungetaja namba ya simu ili watu waweze kufahamu zaidi na waishi wapi? Namba yangu ya simu pia naweza kuitaja hapo, ni 0759722844 0759722844. Mtu akitaka kutuma chochote katika namba hiyo ambayo unamtumia ndugu yangu Musa Mwasenga, linatoka jina gani? Jina litakuja Salumu Nihena, Salumu Sefu Nihena. Ni kaka yangu nitumia kitambulisho cha kusaidia. Kwa sababu pia wakati napata hiyo namba nilikuwa
sina namba. Tuone tuitaje pamoja hiyo namba yako ambayo mtu anaweza kaguswa akachangia kupitia hii namba. Ni 07 07 59 59 72 72 28 28 44 mwishoni. 44 mwishoni. Tuirudie tena. 07 59 59 72 72 28 28 44 mwishoni. 44 mwishoni. Ambalo jina linatoka nani? Salumu Nihena. Salumu Nihena. Bwana, huyo anaitwa Musa Mwasenga, ni mkazi wa mji wa Tunduma, ni mlemavu lakini ni mtu ambaye anapambana sana. Natamani siku moja akae kwenye nyumba yake hata kama ya chumba na sebule ya Zilonga alivikodi. Kwa sasa hivi anaomba msaada kupitia watu binafsi, watu tofauti pamoja na serikali. Atakayeguswa please naomba contact. Ulikuwa nami kutoka Boichiro, mwandishi wa Wananchi Tanzania. Tukutane tena kipindi kingine ambacho tutakipata hapa Boichiro TV. Au unasemaje? Nashukuru sana ndugu yangu. Nashukuru, endelea na majukumu mema. Mungu azidi kukuwekea. Nashukuru sana. Nashukuru sana kaka.